Ama sababu ya kushuka hizi aya zote hizi Suratul Qadr, sababu ya kushuka hii sura, sababu yake ni ipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akawa anawaelezea maswahaba zake, akiwaelezea zama za mwanzo huko nyuma, zama zilizopita, alikuwepo jemedari moja, askari moja, mpiganaji moja akitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiitwa Shamun al-Ghazi. Shamun mpiganaji. Mtume anawaeleza maswahaba, anasema huyu bwana alipigana katika jihadi miezi 1000, akawashinda makufari. Yeye yuko peke yake, lakini anapigana na kundi la makufari, aliwapiga akawashinda. Huyu bwana kila anapopigana na hao makufari, akihisi njaa, basi katika kichwa chake kinatoka chakula. Yeye kazi yake ni kutafuna tu na kumeza. Akihisi kiu, katika kichwa chake anatoka maji. Kazi yake yeye ni kufanya nini? Ni kunywa tu, huku anaendelea na jihadi usiku na mchana. Aliwapiga makufari akawashinda. Wale makufari kabidi warudi nyuma, walobaki wakaenda wakafanya debate, wakafanya kikao. Jamani, ayu shay'in nafal bihadhihi ar-rajul, tunafanya nini kwa ajili ya huyu kijana? Tunafanya nini kwa ajili ya huyu mtu? Yuko peke yake, ni mtu wa ajabu. Anapiganaje huyu? Ni mbinu gani anaitumia? Mbona anatushinda kwa namna hii? Tunaona sasa tupitie kwa mke wake, tupitie kwa mke wake, tutampata huyu bwana. Na mama ile tunda katika ile pepo ni Hawa. Ibilisi kahangaika na Adamu. Adamu akasema, wewe huwezi kumdanganya, Mungu amenikataza mimi. Alipokata tamaa kwa Adamu, akazunguka nyuma ya pazia, akampembeleza yule mama, akampembeleza yule mama, akampembeleza yule mama. Bibi Hawa akaingia geji, akamwambia, sasa nenda kampembeleze mume wako. Na mwanaume kwa wanawake si tumekwisha, wewe fanya unavyofanya huko, lakini ukirudi kwa mke wako basi ushamalizika. Ndio tunaambiwa hata ukitaka kukopa, umemwendea jamaa akwambia mimi hata shilingi sina, pita nyuma ya pazia kwa mke wako, utasikia anakupigia, bwana vipi, unajua bwana pale kuna mambo yaliingilia kati bwana, sikufikiria, hata sijajua ni kitu gani ulichokuwa unanieleza. Kumbe hakuna uongo mtupu, tayari kashafikishwa na mtu ambaye kashamshika. Utakuta anakupa nini? Kile ambacho ulichomuomba kukopesha. Sasa wale mabwana wakamwambia mwanamke, inna nutiki amwalan kathira idha qatalti zawjaki, wakamwambia sisi tunakuahidi tutakupa mali nyingi sana endapo utakapomuua mume wako huyu aliyotutesa sisi namna hii, tutakupa mali nyingi sana. Yule mama akababaika, akaona hapa si ndio nimepata hapa, hajui mali itakataka tu, akaondoka katika dunia, ataziacha. Akamwambia, sasa mimi namuuaje? Nyinyi wanaume, tena kundi la vijana, mmeshindwa kumuua mimi mwanamke dhaifu, namuuaje huyu bwana? Wakamwambia, tutakupa kamba, nutiki alhadla, tutakupa kamba umfunge mikono yake na miguu yake huyu bwana, ukimfunga usiku akiwa amelala, halafu ndio tuite tuje tufanye kazi ya kummaliza sisi huyu bwana. Yule mwanamke kweli alimvizia mume wake usiku amelala, akachukua kamba alizopewa na wale mabwana, ni kamba ngumu, kafunga mikono yake, kafunga na miguu yake, lakini hajakurupuka tu. Maana naye yule mwanamke alikuwa na akili sana. Kuna vitu ambavyo alivyoviona kwa mume wake, ni moja katika nini, katika mawali wa Mwenyezi Mungu. Kuna vitu alivyoviona vya maajabu ajabu kutoka kwa mume wake. Yule bwana akawa ameshtuka sasa usingizini. Anashtuka, anakuta amefungwa mikono na miguu. Anamuuliza, ya zawjati man shaddani, mke wangu nani kanifunga hizi kamba? Anasema, shaddatu ana liujarribaka, ni mimi ndio nilokufunga mume wangu, lakini sina nia mbaya na wewe, nataka nikujaribu tu, nikuangalie utafanya kitu gani. Lakini uongo, ukweli wa mambo, amemfunga. Akishindwa kutoka katika ule mtego, awaita wale mabwana waje wamuue huyu bwana. Kwa sababu gani? Kaahidiwa mali. Yule bwana akajitutumua tu, akajitimisha kirahisi tu, zile kamba zote zikakatika mikono na miguu, akaendelea na usingizi wake. Kesho akatopeleka taarifa, jamani, yule bwana kakata zile kamba. Wakamwambia, nuutiki salasila, tutakupa minyororo ya chuma umfunge nayo, yeye hawezi akakata. Kweli akapewa kwa siri ile minyororo, usiku kamvizia, kalala, kamfunga mikono na miguu. Yule bwana aliposhtuka akajikuta tayari amefungwa na minyororo ya chuma. Anamuuliza mke wake, man shaddani ya zawjati, nani kanifunga hivi mke wangu?
Mwanamke akamwambia, nimekufunga mimi lakini sina nia mbaya, nataka nikuangalie tu nijaribu tafadhali. Akajitutumua kwa mara ya pili, yule bwana akaikatilia mbali ile minyororo ya chuma katika mikono na katika miguu. Hajachukua sululu, hajachukua msumeno, hajachukua shoka akate. Yeye mwenyewe kwa nguvu zake kajitutumua akakata ile minyororo ya chuma. Halafu akamwambia mke wake, anamwambia siri ambayo hakutakiwa kabisa kumwambia mke wake hiyo siri, kwa sababu hajajua nini lengo la mke wake kumfanyia yale aliyomfanyia. Akamwambia, sikiliza nikwambie mke wangu, ana waliyu min awliyaillah, mimi ni walii wa Mwenyezi Mungu katika mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yaghlibuni shay'un, hakuna kitu chochote kinachonishinda mimi, illa hadhihi dhawaibi, isipokuwa hizi nywele zangu za utosi, hizi ndo zinanishinda mimi, lakini si askari yoyote, si silaha yoyote, si kitu gani chochote, hakuna kinachonishinda mimi. Ana waliyu min awliyaillah, mimi ni walii miongoni mwa mawalii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule mwanamke akajua, akafahamu sasa siri. Ala, kumbe ni nywele. Basi akamvizia amelala, akakata takriban nywele 8. Nywele 4 kafunga katika mikono yake, nywele 4 zingine kafunga katika miguu yake. Yule bwana usingizini akashtuka. Aliposhtuka anaangalia, anamuuliza nani kalifunga? Mke anamwambia nimekufunga, lakini nataka nikujaribu tu niangalie unafanya kitu gani. Yule bwana akajitutumua kama kawaida yake. Kajitutumua kila alipojaribu, kila alipojitahidi alishindwa yule bwana. Yule mwanamke akasema hapa sasa sawa. Akatoka haraka akaenda kupeleka taarifa kwa wale makufari, akamwambia jamani, yule mtego ushanasa. Wale mabwana wakaja, wana hasira na yule bwana, amewaua kama kuku. Wakamchukua kwa hasira, wakampeleka katika nyumba kubwa. Halafu wote wakawepo pale mashahidi, kuanzia wazee, wakubwa, vijana, wanawake, watoto, wote wanashuhudia. Huyu aliowaua watu wetu, ina maana ni kweli kashakitiwa katika mikono. Halafu wakaanza kumwadhibu, wakasema tusimuue haraka huyo. Kwanza ale kibano kidogo kidogo, wakaanza kumnyofoa baadhi ya viungo. Wakakata kwanza masikio, wakakata pua, wakakata ulimi, wakatoa macho, wakakata miguu, wakakata mikono, wanakata kidogo kidogo. Mkono mmoja anakatwa, anaugulia machungu, baadaye unakuja kukata mwingine, mpaka mwisho amekatwa kila kiungo. Anashuka Jibril alayhi salatu wassalam, anamwambia yule bwana, bwana Mungu wako anakupa salamu. Alafu anakuuliza, unasemaje? Wafanywe nini hao mabwana waliokufanya haya? Yule bwana aliomba akasema, namuomba Mola wangu anipe nguvu mimi hapa nitingishe hizi nguzo zilizoshikilia hili jengo lao, ili nizitingishe hizi nguzo, halafu hili jengo lote sakafu iwaangukiao mabwana wafukiwe na hili jengo wote wakiwemo humu ndani. Basi pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoa kulubwa, akampa nguvu yule bwana, akajitutumua akatingisha zile nguzo, wale mabwana wote wakaangamia pale. Wakati anaomba dua pale, Mwenyezi Mungu alirudishia viungo vyake vyote. Wakawa wamefanya nini? Wamekufilia mbali wale mabwana pale. Bwana akatoka salama, akakaa, ikatoka vita ya kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaingia tena katika jihadi kwa mara ya pili, akauawa shahidi bwana katika vita hii ya pili, akitetea dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maswahaba wanamsikiliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, wanatokwa na machozi katika macho yao, hawaamini alichokifanya huyu bani Israila, huyu bwana Shamun. Na wao wakikumbuka umri wao ni mdogo, miaka yao ni michache ya kuishi hapa duniani. Huyu bwana akafanya mambo makubwa, miezi 1000 muda mwingi amepigana na hao mabwana, miezi 1000. Wamekaa kimya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba walimuuliza Bwana Mtume, ya Rasulullah, tadri thawabahu, unazifahamu thawabu atakazolipwa huyu bwana? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia la adri. Aliposema la adri, sijui ni thawabu gani atakazolipwa huyu bwana, wakati bado wanafikiria, akashuka Jibril alayhi salatu wasalam, bi hadhihi suratul qadr, wa sura hii suratul qadr, inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khairun min alf shahr, laylatul qadr ni bora kuliko miezi 1000. Maana yake utakapokutwa unafanya ibada katika ndani ya usiku wa Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000 aliyopigana yule Shamun, akipigana katika nini? Katika jihadi, na akawaua makufari wote. Wewe unashinda ile miezi 1000 kwa sababu umesimama tu usiku wa Lailatul Qadr.